lakini kumbe hata huku si salama 100%. Mwalimu wetu kaseja macho yake kwa wanawake, huku shule na mapenzi yanakutana darasani. Ona sasa, mama na kaka wamelala, naomba twende kimya kimya, sitaki mtoto ajue. Sawa? Hii ndo memkwa, hii ndo memkwa, hii ndo memkwa, hii ndo memkwa. Ndugu yangu. Nachelewa. Kaa hapa tuondoke. Unajua ndugu yangu ananifurahisha sana. Yaani wewe ndio umekuwa kwanza kukaa kwenye pikipiki kwa shule. Muda wote mimi napiga kelele ndani kwa sababu ya wewe wa shule. Leo unajifanya wewe ndio unawahi. Si ndio? Yaani wewe ndio umekimbilia kwenye pikipiki ili mali ni kuaisha. Lakini kipindi mimi napambana huko ndani huko, muda wote siku zote napambana, naumiza kichwa kwa ajili yako wewe. Ha? Yaani leo maajabu ni Mungu huyu. Nikwambia kitu kimoja. Mwalimu kaja tokea jana. Leo tutakuwa na masomo mazuri. Sasa kiukweli sasa hivi nataka kusoma. Safi. Nataka kusoma. Safi. Yaani iko ndo kitu mimi ambacho nakipenda. Safi kabisa. Yaani ukiendelea hivyo hivyo. Yaani ndugu yangu mimi nitafanya kila jitihada. Yaani nisikukose hata swali, yaani somo moja nisikukose. Yaani hata kipindi. Basi nachelewa, kaa basi tuondoke. Mungu jamani. Haoni kama mimi. Wewe Basi tena basi kwa hiyo. Nani leo? Nini sasa? Sasa mambo gani hayo? Hapo unanikera. Hapo unaniuzi. Kama sawa kukumbatiana mimi sitaki. Kwani kumbatiaje babu? Nisikilize sisteri. Sio kama nimekuleta hapa labda mimi nina shobo na wewe. Hapana. Ile yule mtu wako uliomweka ndani mimi nimemuona. Hii ndo memkwa, hii ndo memkwa. Samahani kaka. Kwa hiki ambacho ulichokifanya. Yule binti pale ukumuona. Ana matatizo. Yaani mtu ana matatizo, alafu umekuja umemchukua umemweka ndani. Kwa hiyo ndio watu wa matatizo. Watu wa kutoa misaada. Unamjua wewe? Anakujua? Sifahamu. Yule nimemkuta kwenye kipindi kigumu. Pale unapomuona
ni mjamzito. Unacheza na maisha yetu nini? Kwa sababu wewe mtu mjamzito, hujui mimba kampa nani? Yaani mtu hujuani naye. From nowhere tu unachukua unamweka ndani. Unakuja kutupa matatizo. Au unakuja kumpa matatizo mimi mkubwa ile pale. Ila nimemkuta kwenye kipindi kigumu. Kuona waza nini? Na una mpango naye gani? Kiukweli kakaangu, sina chochote ninachokifikiria. Na sina mpango wowote mpaka sasa mwenyewe. Ila kwa vile kakaangu umeweza kuniita hapa, nadhani unaweza kunisaidia. Sawa. Cha kukusaidia ni kitu hiki. Sasa hizi dakika. Salama mama, shikamoo. Baba, mbona hapa? Kulikoni? Nilimleta Shazma. Shazma? Ndio mama. Ana matatizo gani? Kiukweli mama zangu, Shazma ana matatizo makubwa sana. Hata hivyo kwenye pitapita zangu jana nilimkuta mabondeni huko anataka kujinyonga. Kujinyonga? Shazma huyu. Kwa tatizo gani? Kiukweli niwaambia tu mama zangu, Shazma ni mjamzito. Ujauzito? Ndio. Na hata hivyo niliamua kumsaidia kama mwanamke mwenzangu, na ndipo nilipoamua kumchukua na kwenda naye nyumbani. Kiukweli mama hafahamu chochote, na hata hivyo niliamua kumsaidia kama mwanamke mwenzangu, na ndipo nilipoamua kumchukua na kwenda naye nyumbani na kuweza kulala naye usiku kucha mpaka asubuhi. Mama anajua kama amelala kweli? Kiukweli mama hafahamu chochote katika hiyo, na ndio maana alipotoka tu kuja shuleni na mimi nikaamua nimtoe mtoto watu ili kuja kumkabidhisha kwa walimu, maana najua hapa atapata msaada zaidi. Lakini nilijitahidi kumuuliza ujauzito ni wa nani. Alikataa kuniambia nyumbani katu. Nimemlazimisha lakini hakuniambia. Ila baada ya kufika naye ofisini na walimu kumbana, kiukweli nasikitisha. Yaani nilichokisikia kwenye masikio yangu. Ndio. Kwamba alimtia mimba ni mwalimu wake hapa hapa shuleni. Mwalimu? Ndio. Mwalimu nani? Amesema kwamba ni Kaseja, sijui Kaseja. Mwalimu Kaseja. Na upole wote, mbona atatumaliza? Mwalimu kashakuwa hatari huyu sasa. Shoga tumpitie mbali, hata tufika wanafunzi wote. Basi sawa mama zangu, mimi ngoja niwaache, kuna kazi zangu pale nyumbani kidogo, nende nikazimalizie. Mungu akipenda tutaonana. Haya, asante. Pia umefanya vizuri kumsaidia mzao. Haya. Shoga yangu sija akawa balaa. Unasemaje?
Na hivyo navyokwambia Shazma ni mimba. Mimba? Ndio. Ana mimba, na mimba hiyo ya Mwalimu Kaseja. Na ndio maana unasikia hilo zogo. Kawe kwa kikaamboni, walimu timu nzima, na huenda akafukuzwa shule. Kaseja. Laiti ungenisikiliza ushauri wangu uliokuwa nakupa, haya yote yasingetokea. Angalia, leo hii uko kwenye majuto. Ofisi nzima imeweka kikao kwa ajili yako, na hakuna hata mmoja aliyekuwa upande wako, kwa sababu umeizalilisha shule. Ni kweli madam, upo sahihi. Hakuna nitakayemlaumu kwenye hili, na hapa ndo napata jibu. Vipo vitu vyenye ulazima kuvifanya, lakini havina umuhimu, na vipo vitu ni vya muhimu kuvifanya na havina ulazima. Nisikuona sababu ya mimi kumlaghai yule mtoto wala kumwingiza kwenye swala zima la mapenzi. Na leo hii nadhani nimechuma kitu kilichonipata. Kikuti na staili adhabu, tena adhabu iliyotukuka. Sitamlaumu mtu yoyote kwenye hili narudia tena, kwa sababu hata hivyo hapa shuleni kulikuwa na watu wazima kibao, watu ambao nilikuwa naweza kuongea nao bila kuwalaghai, na ningeridhisha nafsi yangu, ila akili ndogo niliruhusu itawale na akili kubwa, kwa sababu akili kubwa ndio kila kitu kwenye kichwa changu. Kumbe akili kubwa ndio iamini, ndio akili ndogo ndio atulifinywa. Basi kuna leo kwa umri nilokuwa nao nikatumikia kifungo, nitaanzia wapi? Naenda kupotea mwalimu. Sidhani tena kama nitatoka jela nitakuwa mzima. Hilo alipo umri wangu utaenda kuishi huko huko, nitaenda kukutana na umri zangu wanaojua kufanya maovu aliyofanya mimi mtoto. Pole sana. Unajua kuna watu wazima ambao wanakosa hekima na busara finyu. Hivi mtu kama Mwalimu Kaseja kweli, kwa elimu aliyekuwa nayo na mambo ambayo anawafanya hayastahiki. Shazma ni mtoto mdogo mno, unakwenda kumwalibia masomo. Lakini mimi naona ndio yani mistake yake ni ile ambayo alifungwa sasa. Yaani yale ndio matunda ambayo yeye aliyopata basi. Yaani mimi nishuhudia na elimu shuleni. Dada. Wewe dada. Dada. Samahani. Ndio nimepota Shazma. Samahani njoo. Samahani tunakuomba kidogo. Habari zenu? Salama. Samahani, kwa muda wako mfupi. Samahani sana.
mimi niseme nikupongeze kwa kitu ambacho ulichokifanya. Kwa kweli ni wale wachache ambao wenye moyo mzuri kama kwako. Ni kweli kabisa. Kwa sababu Shazima ni binti mdogo sana. Isingekuwa wewe Shazima sasa hivi asingepata pesa yake. Nikupongeza sana. Una moyo pekee kabisa. Asante kakaangu. Ila msijali katika hilo. Nimemsaidia kama vile msichana mwenzangu au kama mdogo wangu. Kwa ni kwa sina njia nyingine zaidi ya hiki ambacho nilichokifanya. Kuweni na amani, ila pia ni funzo kwetu sote. Basi mimi niseme kwa kuwa huyo mwalimu sasa hivi yuko kwa ania dede, mimi naona ni matunda yake mwenyewe. Hapana, sio? Sisi tunashukuru sana, Mungu akubariki na kuongezee pale ambapo ulikopungukiwa. Yaani kwa hakika, laiti kama walimu wote wangekuwa ni wanaofanya vitendo hivi na wanachukuliwa hatua kama yeye, sidhani kama kungekuwa kuna haya matendo shuleni. Haya, msijali tupo pamoja jamani. Basi sawa. Haya, barikiwe sana. Barikiwe sote. Amina. Yaani maisha yanaenda yanabadilika sana. Sana. Alafu kuna wakati mwingine unaweza ukawa unakaa na mtu akawa anakuambia jambo, anakushauri kitu, ukahisi kama vile anakufuatilia kwenye mambo yako, ama vile anakukosea, kumbe sio kweli. Sababu angalia sasa hivi kilichotokea. Lakini laiti kama angekuwa anasikiliza yale yote aliyokuwa akishauriwa, aliyokuwa akiambiwa, haya singetokea. Yaani kiukweli kijana sasa. Yaani kwanza ametudhalilisha. Amedhalilisha shule, ametutilia aibu. Mimi hapa mfano mimi nikitembea huko nje aibu naona mimi. Kweli. Shule imepata fedhea. Aibu tena ya kupitiliza. Wanafunzi, tunakwenda kuanza mtihani dakika chache zijazo. Sawa? Sitaki kuona mtu ana kitu chochote tofauti na daftari la kugandamizia. Unachopaswa kufanya kabla ya kukurupuka kufanya mtihani wako, soma mtihani wako uelewe. Unachotakiwa kufanya, soma maswali yako kwa umakini. Elewa maswali, kisha jibu. Tumeelewana? Nilijenga kwa jasho, nikalima kwa imani, sikuwa najua kusoma. Mali ikaenda kama upepo, leo nimebaki na machozi, bila shamba wala nyumba. Nikapa moyoni nitarudi shule, ili niwe na sauti, niwe huru tena. Nikapa moyoni nitarudi shule, ili niwe na sauti, niwe huru tena.